السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى. Nukta fupi katika kikao chetu cha leo, kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea kumhusu Nabii Zakaria, Nabii Yahya bin Zakaria alayhi salatu wassalam. Hadithi hii imo ndani ya Sunan at-Tirmidhi, vile vile katika Musnad ya Imam Hakim na Mustadrak, Musnad ya Imam Ahmad na Mustadrak ya Imam Hakim. Aliyepokea hadithi hii ni sahaba anaitwa Harith bin al-Harith al-Ash'ari. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema Allah subhanahu wa ta'ala alimwamuru Nabii Yahya mambo matano na akamwamuru ayafanyie kazi mambo matano haya, kisha awaamrishe na Bani Israili wayatekeleze mambo hayo matano. Nabii Yahya alayhi salam aliwakusanya Bani Israili ndani ya Masjid al-Aqsa, Baitul Maqdis, wakajaa ndani ya msikiti, akawaambia inna Allaha amarani bi 5 kalimat, Mola wangu ameniamrisha mambo matano na ameniamrisha niyafanyie kazi matano haya, kisha na nyinyi niwaamrishe muyafuate na muyafanyie kazi mambo haya matano. Nabii Zakaria alayhi salatu wassalam haya mambo matano aliwafikishia Bani Israili, lakini akawapigia mifano. Kila jambo analowaambia anawapigia mfano. Jambo la kwanza aliwaambia mnatakiwa mumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala tushriku bihi shay'a, msimshirikishe na chochote. Akawaambia mfano wa shirki, ubaya wake, kamathali rajulin ishtara daran min khalis mali, ni kama mfano mtu amenunua nyumba nzuri kwa mali yake, akamnunua na mtumwa kwa mali yake. Thumma askanahu darahu, alafu ile mtumwa akamwambia aishi kwenye ile nyumba, akae bure, kisha akamgawia katika mali yake, akamwambia i'mal warfa ilayya, fanya biashara, ile faida unayopata niletee. Yule mtumwa ikawa anafanya biashara na anakaa ndani ya ile nyumba. Thumma yarfa'u ila ghairi sayyidi, akipata ile faida anampelekea mwingine, hata sio yule mwenye mali wala aliyemnunua na aliyemweka kwenye ile nyumba. Nabii Yahya akamwambia huu ndio mfano ulio mbaya wa shirki. Wa inna Allaha khalaqakum wa razaqakum, na nyinyi Mwenyezi Mungu amewaumba na anawapa riziki yeye. Fala tushriku bihi shay'a, hamtakiwi kumshirikisha Allah kwa vyovyote vile. Allah ndiye amekuumba na anakupa riziki. Ndio Luqman al-Hakim akamwambia mwanawe, inna ash-shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhulma kubwa sana, kumdhulumu Mwenyezi Mungu haki yake iliyo kubwa. Alafu akawaambia nimeamrishwa sala na nyinyi mtakana msimamishe sala. Akawaambia mnaposimama kusali, fala taltafitu, salini ikiwa akili yenu mawazo yenu yako kwenye sala, msitoke kwenye sala na kugeuka kwingine. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala anaposimama mja kusali, aqbala biwajhihi, aqbala alayhi biwajhi, Mwenyezi Mungu humwelekea na uso wake, kawa anamsikiza yule mja, anamwangalia anavyosali, maneno anayoyazungumza. Ma lam yaltafit, ule muda anasali hajatoka mawazo yake kwenye sala. Kwa hivyo ni maana unaposali, kusali kweli ni usali akili yako iko ndani ya sala, mawazo yako yako ndani ya sala, Mwenyezi Mungu anakuwa yuko na wewe. Ukigeuka kwingine, Allah huuliza
nani aliye bora mwingine, unamgeukia wewe, wataka uzungumze naye. Alafu akawaambia, nimeamrishwa mimi kufunga na nyinyi mtakana mfunge. Akawapigia mfano uzuri wa ibada ya saum na anavyoipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Akawaambia mfano wa saum, mathalu rajulin ma'ahu surrati misk fi isaba, ni mfano mtu anatembea na wenzake katika kundi na ana mafuta ya miski. Kulluhum yajidu riha almisk, kila mmoja anapata ile harufu nzuri na kila mmoja anaona raha kweli, hataki yule mtu aende kando na yeye sababu ya ile harufu ya miski. Na ndio Mwenyezi Mungu anavyompenda anayefunga. Mtume akasema, wa inna khalufa fami sa'im atyabu 'inda Allah min rihil misk, ile harufu inayotoka katika kinywa cha mja kwa kukaa muda mrefu hajakula, harufu ile ni nzuri kwa Allah kushinda miski. Sawa na maneno ya Nabii Yahya. Alafu jambo la nne akamwambia, na Allah ameniamuru nitoe sadaka. Na mfano wa mtu anayetoa sadaka anasema, kamathali rajulin laqiyahu aladu asirahu aladu, ni kama mfano mtu ameshikwa mateka na maadui, wale wakamchukua wakamfunga mikono yake kwenye shingo yake, wakaenda na yeye sehemu sasa wamuue. Yule bwana akawaambia, mnaonaje tuelewane mimi na nyinyi, kile kiwango mnachotaka cha mali niwalipe nijikomboe? Wakamwambia sawa. Wakamwekea kiwango cha mali, faja'ala yaftadi minhu nafsahu bilqalil walkathir, na yeye akawa kila akipata kitu iwe kidogo au kikubwa anawapelekea, anatoa kidogo kidogo mpaka mwisho faka nafsahu, akafaulu, kile kiwango kimekamilika, akajikomboa nafsi yake na kifo. Sasa mfano huu ni kwamba sadaqa ni sawa na mtu aliye kwenye dhiki na matatizo na shida na balaa, njia ya kujikomboa haraka atoe sadaqa. Ndio mfano Nabii Yahya aliotoa. Mtume anasema, as-sadaqatu tasuddu 70 baban min ash-shar, sadaqa ukinga shari 70, milango 70 inafungwa kwa sababu ya sadaqa. Alafu jambo la mwisho akamwambia, Mola wangu ameniamrisha nimtaje sana kwa wingi na nyinyi mfanye hivyo. Akamwambia mfano wa yule anemtaja Allah kila mara, kamathali rajulin talabahu al-adhu fi athari, ni mfano wa mtu anatembea njiani, mara ghafla anafukuzwa na maadui. Alipojua anafukuzwa na maadui, faata hisnan hasinan faahrazahu nafsahu, akakimbilia kwenye ngome ambayo madhubuti kweli, akaingia ndani akajifungia pale ndani, na wale maadui wameshindwa namna kufika wampate yule jamaa, kawa salama. Basi Nabii Yahya anasema, wa inna ahsana ma yakunu al-abdu min ash-shaytan, na wakati mwanadamu huwa amejilinda vizuri na shetani, amedi adui yake. Adui mkubwa mwanadamu ni shetani. Sasa njia ya kujikinga haraka asikupate, idha kana fi dhikri llahi ta'ala, ni pale anapokuwa anamtaja Mwenyezi Mungu. Kila ukiwa mwingi wa dhikri, shetani hakuwezi kabisa, maarifa yake kwako yamekwisha, kwa sababu ukimtaja Allah yeye huwa anakimbia mbali, hataki kusikia jina la Allah. Ndio Mwenyezi Mungu akamuita Al-Khannas. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.